السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu Waislamu, tutakumbushana kuhusiana na suala zima la Waislamu kujisahaulisha, tuseme hivyo, kujisahaulisha Waislamu na malengo ambayo waliopewa wanadamu hao na Allah tabaraka wa taala. Sisi hapa duniani tulipokuja, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea malengo yetu, na hayo malengo ndiyo ambayo yatamfanya mwanadamu siku la kiyama apate saada, apate maisha mazuri. Kwa hiyo tutakapoachana na malengo ambayo Allah tabaraka wa taala ametuelekeza, basi itakuwa tumepoteza mwelekeo wa Allah tabaraka wa taala, na tutakuwa tumefuasa mwelekeo wa Iblis, wa sheitani, kwa sababu sheitani na yeye anafanya juhudi kubwa ya kuwapotosha wanadamu ili apate kundi ambalo la kwenda kukaa nalo pamoja naye katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah tunusuru kupitia moto huo na njia hizo za sheitani. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala amesema katika Qur'ani, wala tattabi'u khutuwati shaitan, wanadamu msipende kufuasa nyayo za sheitani. Sheitani ni mtu mbaya, wa kumfuasa ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama pamoja na watu wake ambao waliokuwa kama Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, leo kitu chenye kuumiza katika nyoyo za wale ambao wanajifahamu, wallahi, ni hili jambo ambalo tutakalozungumzia kwa wakati huu. Ni kitu gani ambacho kinachotuumiza? Kama nilivyokuwa mimi naumia, ndugu zangu Waislamu, nikimwona Muislamu mwenzangu yani yuko mbali sana na yale ambayo maelezo aliyoelezwa na Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala, kitu cha kwanza kumfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika amri zake, alimwambia iqra, Muhammad soma. Alafu kusoma huko ninako kutaka, kwa sababu namna ya usomaji leo ni mwingi na vitu vinavyosomelewa ni vingi sana, lakini Allah tabarak wa taala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma jina lako, jina la Mola wako ambaye aliyokuumba. Soma jina la Mola wako ambaye kaumba. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma jina la Mola wako ambaye kaumba. Khalaqal insana min alaq, kamuumba wanadamu kutokana na pande la nini? La damu. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapa tunaona kwamba mwanadamu, ili njia zake zote ziende sambamba, mambo yake yaende vizuri, kwanza inatakiwa mwanadamu asome na msome Allah tabaraka wa taala. Yatakayefuasa yafuase, lakini jambo la kwanza litakalofanya kwamba hayo yawe mazuri, mambo mengine kufuasa nini? Ilmu, basi ni kumtambua Allah tabaraka wa taala. Kitu cha kwanza tumjue Allah tabaraka wa taala, mengine yatatengenezeka. Lakini ikiwa kama tumeachana na kumsoma Allah tabaraka wa taala, basi tufahamu ya kwamba na yale ambayo yatakayefuasa nyuma yake nyuma ya nini, ya kuachana na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni habaa manthura, hakuna chochote, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo hapa tunaona umuhimu
ambao aliyoueleza Allah tabaraka wa taala kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma jina la Mola wako ambaye amefanyaje, kaumba. Khalaqal insana min alaq, mwanadamu inabidi ushikamane na kusoma. Kusoma ndio lengo la kukufanya wewe ujue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha kusikitisha ndugu zangu ni Islam, wanadamu leo wameacha mwenendo huu, wamekiacha kitabu cha Allah, wameacha sunna za na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakashikamana na mambo ambayo yani kila utakapoyaangalia hayo mambo yao hayana muda mrefu yatawakatikia wanadamu, na watakuja kujijutia wanadamu. Watajuta kipindi roho zao zinatolewa, watajuta wanadamu pindi ambapo jeneza zao zitabebwa na wanadamu wenzi wao zikawa zinapelekwa makaburini. Watajuta, mwanadamu atakuja kujijutia pale ambapo jeneza itakapokurubishwa mpaka katika shimo la kaburi. Mwanadamu ataleta majuto mengine pale ambapo atakapoona ya kwamba hapa sasa hakuna namna, mimi ni wa kuingizwa katika mwanandani wa kaburi. Mwanadamu atakapoingizwa katika mwanandani wa kaburi atakuja kuleta vilio na majuto, kwa sababu aliupoteza wakati katika mambo ambayo alikuwa anaambiwa na kujuzwa na wanachuoni mbalimbali kwamba wanadamu tusishikamane na dunia, tushikamane na akhira yetu, tuitengeneze akhira yetu, tusiitengeneze dunia. Wanadamu wakaona kwamba huyu amechelewa, huyu amepitwa na wakati huyu. Ndugu yangu Muislamu, shikamana na kitabu cha Allah, shikamana na ibada za Allah, ndiyo mafanikio yako. Ukiachana na vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotaka, basi ujue kwamba hapo umefeli, na ukifuasa vile ambavyo Allah tabaraka wa taala anataka kwamba wewe uwe, basi elewa ya kwamba hapo umefaulu, kwa sababu Allah subhanahu wa taala ametuambia mapema, akasema kwamba mwanadamu tunampa njia mbili, imma shakiran wa imma kafura, imma atake kuyafanya yale ambayo Allah taala amemwelekeza, imma kafura, imma achane na kufuasa barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, ukitaka kufanikiwa, shikamana na dini, shikamana na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Watoto wako washikamanishe na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, washikamanishe na tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, washikamanishe na swala tano, washikamanishe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, washikamanishe watoto wako na wake zako kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, ni tukifanya hivyo tutapata mafanikio makubwa, kinyume chake ni hasara tu. Kwa hiyo ndugu zangu ni Islam, hii ilikuwa ni namba 1, lakini insha Allah nitakuja nacho hiko sasa. Kitu gani kilichonisababisha mpaka nije nisimame nikae mbele yenu ndugu zangu ni Islam, ili nialete haya? Kitu gani kinachoniumiza? Basi nifuatilizie. Ukiona video hii ina sehemu yake ya pili. Sasa hiyo sehemu ya pili ndo tunakuja kuelezea ule ubaya wa Waislamu wa kuachana na barabara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiachana Waislamu na barabara ya Allah, kunatokea baadhi ya kundi la Waislamu ambalo linakerwa, lakini wanashinda jinsi. Lakini lazima tulie kualilia wenzetu, tuonee huruma wenzetu wanaokwenda kombo. Lazima tufanye bidii ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa wenye kwenda kombo Allah warejeshe, Allah watambulishe dini ni ipi, awatambulishe barabara iliyokuwa sahihi ni ipi. Kwa hiyo insha Allah nifuase katika kipindi cha pili insha Allah.